Watanzania ndugu zangu, sikuwajua hivi. Ndio. Sikuwa nawajua hivi. Sikuwa najua kwamba siku moja nitakaa katika radio station namna hii nikimuona mwenzangu mwanamme akiwa anabubujikwa na machozi kwa sababu ya visa na visanga ambavyo mwenyewe anaeleza bayana kwamba alifanyiwa akiwa Tanzania. I never thought a day like this would come. I never thought. One of the saddest story, nikwambia ukweli Mwashumbe, nimeangalia video ya Boniface Mwangi akijieleza ukweli wa Mungu. Siku manage kumaliza. I have not managed to even finish the video. It is sad. It is very sad. It is sad seeing mtu mkubwa kama yule akilia kwa sababu ya vitendo mwenye akivelezea. Yani bwana ya mtu, baba ya watoto, mwanaharakati anayetambulika katika taifa la Kenya. Okay. Anakosewa heshima na kudunishwa na kubakwa Mwashumbe. That's so bad. Na kubakwa, kufungwa. Manake ule ni ubakaji ule. Ule ni ubakaji ule. Ni ulawiti. Ule ni ulawiti ule. Ule ni ulawiti kabisa. Doing that to a fellow man, that is ulawiti. I never thought itawahi kufika siku kama hii leo. Sijui. I don't know what the government is going to do about it. Okay. Because I feel like the government needs to do something exactly. about it. Yes, yes. Kama serikali yetu inahitaji kufanya kitu. Ndiyo. Kenya mwenzetu hakutendewa vyema. Na hisi ya kwamba pia serikali pia Tanzania pia it is high time they need to apologize. They need to apologize. The way the president apologized to them, it is high time Madam President anafaa jitokelezee Samia Suluhu na apologize to Kenyans. She needs to apologize. So, it's high time pia vile pia wale maafisa pia ambao walitekeleza pia unyama kama huu pia wanafaa pia wao pia wachukuliwe hatua upendo Tanzania. Inaniuma sana. Katika what's trending asubuhi hii leo inaniuma sana. Very sad story. Nataka niseme pole sana kwa Boniface Mwangi, pole sana kwa Agatha Atuhaire kutoka Uganda. Poleni sana kwa masaibu ambayo mliyapata kule mikononi mwa wale ambao wanaitwa maafisa wa Tanzania. I'm very sorry. Poleni sana. That's what's trending this morning. Kompigo.